Namshukuru Mungu, yeye ni Mungu. Ametenda mambo makubwa siku ya leo, nimemuona akiwa mwaminifu. Sema amen. Yangu ni furaha pia napokuona ukiwa mzima katika nyumba ya Mungu, ni shukrani. Sema amen. Kuna wale ambao ni wagonjwa wengi, unapotembea ndani ya hospitali hizi utajua kuna wale watu ambao wanaugua na kuna watu wako na shida aina mbalimbali. Wewe na mimi Mungu ametuwezesha. Tuko mahali hapa, ni vyema kumshukuru Mungu kwa kumtukuza Bwana katika kila jambo lolote lile unalo wewe. Sema amen. Ni kumshukuru Mungu hata kupitia hiyo makofi. Hiyo makofi unapomshukuru Mungu na kutoa sauti yako kwa kinywa chako. Na hata wakati mwingine wanapoimba nyimbo za drum hapa, ni vizuri unapokuwa mzima, ni vyema kumrukia Yesu Kristo. Maana Mungu amekupa vitu vyote katika mwili wako, unavyo vyote. Sema amen. Kuna wale wana shida, kuna wale wanahangaika wapendwa, kuna wale wanasumbuka. Wewe na mimi tumepatiwa kiasi kumshukuru Mungu kwa niaba ya wale wengine ambao hawana mikono wala miguu, wengine macho, wengine hata sikio, wengine hata kichwa chao hakiwezi kusikia jambo lolote, kichwa limefungwa tu. Lakini mimi na wewe ni vyema kumshukuru Mungu. Sema amen. Nafasi ambayo unapatiwa na Mungu siku zote ya wewe kupumua duniani, amekupa muda ya wewe kumjua Mungu na kumshukuru Mungu kwa hali na mali. Bwana Yesu apewe sifa. Mali ulionayo ni sehemu ya mwili wako yote. Wewe ni tajiri zaidi, hautalinganishwa na ule mtu aliye pale ambaye ana mikono, hautalinganishwa na ule mtu duni. Wewe Mungu anakuwezesha. Unaweza amka asubuhi upate kikombe chako cha chai. Kuna wale ambao hawawezi. Mimi na wewe tunapaswa kumshukuru Mungu. Sema amen. Yaani jambo likubwa la leo wapendwa, tumshukuru Mungu huyu Yesu. Maana kazi ambayo Mungu anayofanya baada wakati mwingine ni maneno makubwa na ni maneno mazuri kwa maisha ya mwanadamu ulio hai. Sema amen. Maana ni vyema zaidi tumshukuru Mungu. Nikawa najifundisha jambo moja. Najua zamani sikujua Illuminati ni kando, Devil Worshiper ni kando, Freemason ni kando. Mimi nilijua tu Freemason ndio Illuminati na tena ndio Devil Worshiper. Kumbe hizi vitu vitatu ziko tofauti. Bwana Yesu apesi. Na katika hizi roho tunazikuta bado ziko kanisani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hizi roho bado ziko kanisani. Na hawa watu wanatembea na wengine kama kawaida. Hawa watu wanahubiri injili wengine kama kawaida. Hawa watu wanafanya kazi ya wengine wa Kristo tu kama kawaida. Bwana Yesu apesi. Lakini wamejificha. Wamejificha katika madhehebu zao. Wanapotoka mahali hapa hautawajua jinsi wanavyoenda kuabudu miungu zao. Na zimetawala makanisa. Kanisa nyingi zimepotea. Kanisa nyingi wanaabudu miungu ambazo ni zao wenyewe, sio miungu ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hawa watu watatu kuwagundua ni ngumu. Hauwezi kuwajua, maana miujiza zitafanyika, vitu vya kanisani vya kawaida zitafanyika. Tofauti utakayoona ni watu wamejaa zaidi 3,000, 6,000. Hiyo ndio tofauti ambayo utakayeona katika huduma wa hawa watu, hizi vipengele vitatu. Bwana Yesu apewe sifa. Huduma ambaye ni ya Mungu aliye halali, hawawezi kufika hata zaidi, karibu zaidi ya watu hata 600. 600 ni bahati. Huduma ya Mungu ya kweli haiwezi fika. Hiyo kitengo haiwezi kufika. Maana watu wanataka faida zao za haraka ili wapate kufanikishwa nayo. Nikawafundisha Jumapili iliyopita kwa nini watu wa Mungu ambaye tumeitwa kwa jina yake na tunakimbilia vitu vya ulimwengu
Nikawa nawafundisha kwamba enda mahali pale. Unajua nilipokuwa mahali pale Coptic mwaka jana, hizo miezi zaidi, mwezi wa kwanza na mwezi wa tano, nilijifundisha sana maneno mengi mahali pale, kwa sababu muda mwingi sikuwa ninalala, ninatoka tu mimi natembea. Nikifika mahali pale inakuta watu wachungaji wengi sana, wale ambaye wengine nawajua, lakini wamejifunika, wamevaa makofia wasijulikane usiku, ili wajulikane mchana, lakini usiku wasijulikane. Walikuwa wanakuja mahali pale ndani ya mocho, maana wanajua ni nini wanachotaka. Wanakujia maji yao iliyooshwa mili. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo nimekuwa nikilisoma, nilikuwa ninawaona, lakini nashinda. Wengine wakawa wanasema huwa wanakuja kuombea watu ndani ya maward, lakini nilijaribu kuangalia kwa hiyo muda nilikuwa mahali pale, kama muda wote ambaye nililazwa mahali pale, sikuona wanatembea ndani ya maward wakiombea watu. Walikuwa wanakuja masaa za usiku, wanakujia mali yao ili waende wajifaidisha wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninaambia kwamba watu hawa wanajifaidisha wenyewe. Utapata mtu alianza kanisa juzi, lakini mtu ako na zaidi ya magari matatu. Mtu huyu miujiza anayefanya kanisani ni miujiza ya hali ya juu. Unapoangalia ni kijana mdogo sana, hastahili kufika mahali pale, lakini wametumiwa, walijiingiza wengine. Nasikia kwamba unapoingia katika devil worship, Bwana Yesu abesi, watu wa devil worship kazi yao, kuna chushi ni mahali pale. Kuna wale watu wa kwanza wanaanza na kutoa wanyama. Kama hautaki mtu wako afe, unaanza na kutoa wanyama. Utatoa ni mbuzi wawili, ukienda ukipanda, hata ifike mahali utoe simba, ufike mahali utoe ngamia, ufike mahali hizo vitu ndio zinatolewa mahali pale. Na wewe sasa, mtu wa kutoa wanyama ni mtu ambaye uko chini sana. Unapofika kutaka kupanda pale juu, unapotazama ni mke wangu, mtoto wangu, nani wangu, mambo yanakuwa mazito. Wengine unapata wanajiondoa baada ya kuonja pesa za kwanza za wanyama. Mtu anafika mahali anatoka, anakuja anaokoka, anakuja kusimulia mambo haya ambayo tuko naye mahali hapa leo. Bwana Yesu apesi. Unapoingia pia mahali pale Freemason, the same. Kuna kiwango cha chini sana. Kiwango cha chini sana mahali pale ni watoto ambao bado wako tumbo. Miezi 3, 4, 6 mpaka 7. Watoto wangali, na kuna wale ambao wa damu tu peke yake. Wale wa damu sasa ndio wako chini sana. Kazi yao ni ya damu. Lakini unapofika mpaka wachungaji wengi, majali tunaingia barabarani, wao ndio wahusika. Bwana Yesu apewe. Wao ndio wahusika. Wanajua ni mahali gani ambapo wanajua sacrifice zao huwa zinafanyika. Wachungaji wanatuma, wanajua ni kina nani wanasababisha mahali pale. Wakifika mahali pale sio watu wa kawaida tena, sio mchungaji utakayemuona. Utaona mtu mwingine tofauti, labda mtu mdogo sana, maana wanavalisha, maana wako na uwezo. Anapofika wakati wa kuangusha magari, huyo hako na uwezo. Anaweza kwenda kwa anga afike Mombasa, anaweza kwenda kwa anga afike Amerika, anaweza kwenda kwa anga afike sehemu za mbali, maana ako na uwezo juu zaidi. Huyo mtu ni milioni. Yes. Na watu wako, na ndio tunapenda kukimbilia huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikia moyo wangu umekata tamaa. Nikaambia Mungu, wachungaji wengi. Baadaye nilianza kuwachukia wachungaji. Nilipokuwa natembea sana na wachungaji miaka zilizopita, 2014, 2015, 2016, 2013, kurudi nyuma,
nilikuwa na wachungaji wengi sana. Wale walikuwa marafiki zangu. Nilikuwa nikienda mahali pale Kangemi, nilikuwa na lot of wachungaji. Wengine mabishop wamevaa macheni. Kumbe kuna cheni penye wanapewa. Kuna zingine za vidole. Kuna vitu tofauti. Kuna watu ambao wataki kujulikana wanafungia viunoni ili wasijulikane madhabahu yao yenyewe. Basi nikawa siku moja kuna rafiki yangu mtiriki, tulikuwa tunaitana wajomba. I love so much that man. Tulifanya kazi pamoja. Tulipoteuliwa ndani ya madhabahu, tulikuwa naye pamoja. Tulitembea pamoja na overseer Maria. Tulitembea na wao pamoja, maana tulikuwa katika huduma moja. Baadaye akakuja kaenda, mimi ikawa hapa, tukamwacha kule overseer. Basi mara kwa mara alikuwa anajaribu kunisongelesha karibu. Mimi ninapompima mahali pale, dhamira zangu zinanikataza. Nasema la asha, siingi hapa. Wanaponiambia niwatembelee, nilikuwa mwepesi wa kutembea huduma zao. Sikuwa wepesi kutembelea nyumba zao, lakini wao walikuwa wananitembelea. Bwana Yesu asifiwe. Na hata walipozidi walimwango wako karibu watu kadhaa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilishukuru Mungu, maana watu sio wangu, watu ni wa Mungu. Sema amen. Basi nilipotembea hayo mchungaji akawa amelazwa hospitalini mara ya kwanza, akarudi mara ya pili. Lakini kwa watu wote niliokuwa nao akaniambia, nataka tu mniitie tu askofu. Hata wakati sikuwa askofu, mniitie overseer Flora. Tuko ndani ya wachungaji karibu 15, lakini ananiambia tu niitieni dada yangu, jomba yangu. Nilipokuwa naenda mahali pale, Mungu akaanza kuvuka. Akaniambia, jomba yangu, naomba uniombee msamaha kwa Mungu. Msamaha kwa Mungu? Ndugu yangu, umefanya nini jomba? Niombee msamaha kwa Mungu. Ni mbona mundu waje wala jina? Msamaha ni wewe mwenyewe unaweza kuomba msamaha. Akaniambia, awa ndenyanga usabireti babasi. Kunyasai wewe obyo. Kalinyasai wasawa obyo. Kuna mahali nimepotiliwa. Wapi? Nimekuwa na wachungaji. Akanitajia mchungaji Gaira, baba ya huyu msichana kwa hapa, baba ya Sharon. Akanitajia mwingine Peter, akanitajia wengine fulani pa. Tulienda hapa Naivasha na tukawa tumeingia mahali. Nilipoingia mahali pale, maana kitu cha kwanza, maana walitaka pesa ya haraka. Akaambia, nataka mama yako ukinipa maisha yako sawa, ile magari unataka utaendesha. Mbona jobo wala rudi wala shina hivi. Wala yeye ndo wala langa bana khata wanje kubona la mahuba. Sabi saida sama kutata wao walimukuni kawameta we. Kena hako ize mbona. Mahuba kena hako lingera ndani. Alipokuwa anataka kwenda kuyasimulia zaidi ya pale, mke wake akaingia. Akafunga. Hata zinafunganga tu mdomo. Haziwezi kuongea tena. Ni Bwana Nyasaye. Kamwambia Mungu, fanya juhudi juu na chini. Uwe ndugu, hata isifike kesho kutwa kama kwako. Nataka kuja tu mambo yote. Sema amen. Amen. Akaja. Baada ya siku mbili akatoka hospitali. Na kwa sababu ya kwamba alinipenda sana, hata labda angenitoa mimi. Na kwa sababu alinipenda sana, alinifuata mpaka kwa nyumba. Akaniambia, mwenzi wa Nyasaye, nimetoka kanisa, nimetoka hospitali. Maombi yako imenisaidia. Msamaha ulioomba kwa baba alinisamehe kidogo, lakini sikuwa nimemaliza. Mimi nimeambiwa nifanye hivi, lakini nimekuwa na ugumu sana kwa sababu napenda mama yangu sana. Akianza kuongea hivyo ulimi inashika. Anapotoa siri, ulimi inafunga. Nikamwambia, ndugu yangu, sema yote tu, nitakuombea msamaha, lakini hiyo ambayo ulijiingiza ndani yangu, nasema tutakuombea msamaha, lakini hiyo ulijiingiza mwenyewe, limpia wewe mwenyewe. Sema amen. Amen.
Basi baada ya siku 3 ikawa niko kanisani siku ya Jumapili. Nikaambiwa huyo jamaa hawezi amka. Alikuwa anaishi tu hapa, kando yetu hapa. Nikatoka na kanisa yangu yote kwa jumla. Twendeni mahali pale peleke maombi. Tulipofika mahali pale, ikaonekana hata hawezi. Niliomba akipelekwa St. Teresa. Nilipofika St. Teresa tukimfuata, viongozi wake walikuwa wengi, lakini alikuwa amenikatalia. Mtumishi wa Mungu. Nikamwambia mimi naenda nyumbani. Because that's 2018 my mother alikuwa mgonjwa pia. Nikamwambia I'm going home. Akaniambia mtumishi, acha nikwambie, hata kama unaenda hautanikuta. Ni kama watu wamekasirika. Wameniambia kwa nini nimetoa siri. Nikasema ololo. My God. Nikamwambia ndugu yangu, kanisa ulikuwa nayo kubwa. Watu ulikuwa nao. Tamani ya nini? Kwa sababu unapatiwanga tu na washirika gari. Unaendesha. Unaomba leo, kesho umebadilisha. Kesho leo akiwa na Noah, kesho hapo na gari nyingine, hiyo kesho nyingine. Nikamwambia ndugu yangu, tamaa itakumaliza. Kanisa za Mungu vile zinapotea. By the way, hata siku nimefika nyumbani. Nilifika junction, wala ambao wanajua njia na ngine. Junction. Simu nyuma ameenda. Kaambia lala salama. Kwa sababu nilijiingiza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilijifundisha